Na kusalimu nikitumaini kwamba hali yako ni njema kabisa. Mbele yako unayemwona katika bustani hii nzuri hapa jijini Dar es Salaam. Bustani kama hivi unavyoiona, kuna na mbuzi pale kwa mbali kabisa wanaonekana. Si mwingine ni mtumishi wa Mungu Mwinjilisti Magida Timotheo. Heri ya mwaka mpya. Heri ya mwaka mpya ni njema sana na kwako pia. Tumeingia 2026 hii kabisa. Tukiwa na nguvu tele kabisa za kutosha. Vipi huduma inaendaje? Kwanza si umpe mtazamaji akapela ya ule wimbo wako na upenda. Ule wimbo ulioweza kutupa maisha. Wimbo nilioutunga katika mazingira magumu sana. Unaitwa Niombe. Niombe ndugu usinicheke, niombe ndugu usinisengenye, nikitaka ushauri kwako nishauri, nikitaka maombezi kwako niombe, nikitaka na maonyo kwako unionye. Safi sana. Huduma inaendaje sasa moja kwa moja? Huduma inaenda vizuri kabisa. Japo kuna changamoto za hapa na pale, lakini nadhani huduma inaenda vizuri. Maana Biblia inasema tunashinda na zaidi ya kushinda. Kwa sasa sikusikii sana katika huduma ya uimbaji, ama umebaki kwenye uinjilisti? Kwa sasa hivi nipo, unajua hata Ulaya. Uimbaji anaweza akatoa nyimbo akakaa hata miaka 20 lakini kazi zinaendelea. Kwa hiyo niko kwenye uinjilisti zaidi, tunahubiri injili huku na huku, na kuimba naimba pia, lakini mambo yanakuwa ni mengi sana kwa sababu injili unaenda huku na huku, unasafiri, unarudi hivyo, lakini nipo kabisa. Nipo kabisa na sitaacha kuimba mpaka Yesu anarudi. Kwani mpaka sasa una album ngapi? Album ni ile moja kama nilivyokuambia. Hiyo Niombe. Niombe hiyo ndio inatuweka duniani na inaendelea. Lakini nategemea mwishoni mwa mwezi huu wa kwanza nitaanza tena kuingia studio. Utatoa album? Nitatoa album, lakini naweza nikatanguliza nyimbo kadhaa. Kuna wimbo unaitwa CV. Achana na huo. Alafu kuna wimbo unaitwa Changamka, kuna tutashinda vita. Tunaye Yesu, tumehakikisha jemedali wetu tutashinda vita, na nyimbo nyingi sana. Sema hujaweka tu kwenye album. Sijaweka. Sijaweka kwa sababu unajua mimi ni mtu wa jukwani zaidi. Wa live. Yani jukwani zaidi ndio maisha yenyewe kabisa. Na faida ya kuimba live ni ipi tofauti na kutumia CD ama simu? Unajua faida ya kuimba live. Kwanza unakuwa hauna limitation na kwa sababu unapoimba na CD au unatumia flash, manake huwezi kufanya kitu chochote cha ziada nje ya kitu kinacholia nyuma kule. Lakini kama unaimba live unaweza ukapata mafunuo pale. Yaani wimbo mmoja wa dakika 5 naweza nikakuimbia hata masaa 2. Nazidi kuuboresha tu. Inategemea na wapigaji wenyewe ulionao. Ndio faida ya kuimba live. Na wakati ule ulikuwa ukiishi wilaya ya Temeke, sasa hizi naona uko wilaya ya Kigamboni. Imekuwaje? Sasa si ndio baraka zenyewe mwandishi. Watu wanalia makanisani wakaombewe Mungu awatokee. Ndio kubarikiwa kwenyewe huko. Kwa hiyo umebarikiwa kutoka Temeke mpaka Temeke Kigamboni kwenye hela nyingi. Ilikuwaje? Kwa sababu viwanja vya kule vimechangamka kidogo. Kwa hiyo nimeona na mimi nikae kwenye sehemu ambayo naweza nikaimiliki mwenyewe. Unajua mambo ya kupanga, nadhani wanaoishi kwa nyumba za kupanga wanajua mtiti wake ulivyo. Mambo mengi, huwezi kusafiri, hata ukisafiri unawaza kurudi nyumbani maana kodi imekaribia. Lakini mimi sasa hivi hata nikisafiri sawa tu. Hauna shida, nitakaporudi ndio hivyo hivyo. Kwa hiyo niko hivyo kwa sababu ya hiyo. Karibu sana Kigamboni. Asante. Kwani wakati unaishi kwenye nyumba za kupanga uliwahi kukutana na kero? Kero za wapangaji. Wengine wana matumizi ya ovyo, wengine wanapiga muziki kwa sauti kubwa. Sasa inakuwa ni mchanganyiko kwa kweli. Unasikiliza nani singeli hapo inalia, alafu ulikuwa kwenye maombi ya kufunga lakini mchezo.
Wanakutoa rohoni. Wanakuhamisha rohoni, wanakupeleka mtaani. Ungepewa nafasi ya kuzungumza nao wapangaji, ungewaambiaje? Kuna hao wa muziki mkubwa, yaani basi kila mtu na kituko chake. Unajua jiji la Dar es Salaam, unajua sheria tuseme watu wana uhuru wa kuishi, unaona? Ila tu mimi na washauri tu wapangaji, hasa wenye kusikia kero kama za kwangu. Mimi kwanza wapambane wapate nyumba zao kwa kweli. Mimi hata ni siku nikiwa mchungaji, yani la kwanza wa shirika lazima niwaombee Mungu awape nyumba zao, kwa sababu mtu atakapokuwa na nyumba yake anakuwa na uhuru fulani hivi ambapo anakuwa nao, unaona? Lakini wapangaji wajaribu kupunguza muziki. Unajua kupiga muziki chumbani mpaka inakuwa balaa, yani inakuwa kero kwa mtu mwingine. Sawa, una uhuru wa kufanya hivyo, lakini sio vizuri. Wajaribu tu kuangalia namna ya kuendelea na mazingira wanayoishi, inakuwa bora zaidi. Lakini huwezi kumpangia mtu, lakini inakera kusema ukweli. Maana kuna redio zingine hazina sauti nzuri ya kupendeza, zina kelele. Yaani hazina muziki mzuri. Lina koroma. Bole korome, yaani na muziki wa kelele. Kwamba wanafungulia sauti ya mwisho. Alafu inakuwa ni kelele. Ile redio haina muziki unaofaa. Unajua kuna muziki mwingine unaweza kuwa mkubwa lakini umechujwa. Una hali fulani. Lakini sasa ni kelele tu. Sasa mpaka yeye mwenyewe anayoma kwenye hiyo chumba. Unafikiria anajisikiaje yeye kwanza? Anapata raha gani? Lakini ndio hivi. Nikamwomba Mungu akanitoa hapo. Basi sasa hivi niko nyumbani kwangu kabisa. Yaani karibu sana. Asante sana. Kuna sehemu nyingi tu za kupumzikia kwa kweli. Kule. Kwaona watu niko karibu na bahari. Ukitaka kwenda kuogelea unaogelea afu unarudi kwa mguu. Usiniambie una enjoy sana huko ndugu yangu. Uko na enjoy maisha, naomba Yesu asirudi kwanza kidogo. Uenjoy kwanza. Bana. Sio kwa nguvu zangu. Waimbaji unawaambia nini wanaokutazama wa nyimbo za Injili hususan? Waimbaji nachotaka kuambia wapambane sana kuishi rohoni. Unajua nyimbo za Injili unaishi rohoni. Unaona? Unapoishi rohoni ndio unapata upako wa mvuto kwa watu. Unaona? Si unasimama jukwani unaanza kuwahamasisha watu tusimame. Msimame nini? Wewe imba. Kama utawagusa watu watasimama tu, watakutunza. Sasa unaanza kuhamasisha tena wasimame, wengine wana mawazo yao. Wewe ndio unategemea uwasaidie, wachangamke, waingie rohoni. Sasa unaanza kuwalazimisha wasimame. Hicho ndio ninachotaka kuambia waimbaji, waache hivyo. Mtu anasimama kuimba, amepewa nafasi ya kuimba, maneno mengi. Alafu simama kwa miguu yako. Sasa nisimame kwa miguu yangu, sijaona unachoenda kukifanya. Kama unaenda kuimba nyimbo ambayo inaniboa, nitasimamaje? Watu wenyewe ulishaona mimi waka siwaambiegi watu simama. Nikilianzisha tu hapo nipige wimbo mpya wa zamani, yani vyovyote mradi tu Magida akasimama jukwani, watasimama wenyewe tu. Hii ndio inaitwa mvuto, yani Mungu anakupa mvuto wa rohoni. Yani unaposimama kunakuwa na mawasiliano fulani hivi kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo sio ile ya mwimbaji hajaanza hata kuimba tusimame. Sasa unawachanganya watu. Sema tu kwa sababu kwa madhabahuni wanakustai tu. Lakini kiukweli unajua watu hawaongei, wanaongelea ndani. Sasa wasimame, unajua unachoenda kukiimba. Mtu hajakisikia. Unasikia unachoenda kuimba. Labda unaenda kuimba wimbo wa kumponda. Kwa sababu watu wana dhambi za kutosha duniani hapa. Sasa unashangaa anaanza kukwazika. Unaona? Wewe simama, umepewa nafasi, imba, watu watasimama wenyewe. Tena wakisimama wenyewe, si ni sawa sana kuingia kwenye nyumba sehemu au kwenye mkutano au kwenye kikao fulani ukakaa viti vya mbele bila kukaribishwa. Yesu mwenyewe alizungumza kwamba usipende kukaa viti vya mbele. Subiri mwenye kukualika atakupandisha mbele. Unaona? Sasa unapowalazimisha watu wasimame, maana yake unalazimisha ukae mbele. Unalazimisha kukaa viti vya mbele. Kiti cha bwana harusi. Kiti cha bwana harusi au cha waheshimiwa fulani, wewe unataka ukae pale. Mwisho utakuja kutolewa. Mwisho utatolewa. Ndio nashangaa watu unaambia tusimame. Mnaanza kuimba, unashangaa tena watu ulioambia wasimame wakakutii. Wanaanza kushuka, wanaanza kukaa. Wanaona wimbo wenyewe mbona hatujauelewa. Sasa hatuelewi. Kwa hiyo wasifanye vitu kama hivyo, ni mbaya sana. Na ile mwimbaji akishaimba hivi, hiyo ndio kawaida kweli? Ndivyo inavyotakiwa? Ameimba, hamna cha kusikilizia mahubiri wala nini?
Sasa ndio maana nasema kwamba mtu unaalikwa kwenda kuhudumu sehemu. Unamaliza kuimba, unakula kona, unaondoka. Unaanza kusema samahani, kuna sehemu naenda. Sasa kama kulikuwa na sehemu naenda, ulikuja kuimba kufanya nini? Yaani kwa Yesu hamna ustaa. Usimfanye injili, usiletee ustaa, kwa sababu kujulikana kwako kusifanye injili sasa isijulikane, yani wewe ujulikane kuliko injili. Hiyo ni tabia mbaya. Yaani mimi nazungumza kabisa hadharani kwamba hiyo ni kama ni kuna mwimbaji anaweza kuimba anaondoka. Nashukuru sasa mitandao ya kijamii imewatengeneza waimbaji, wamekuwa na waimbaji wako na vibuli. Mtu anakuja pale anataka atambuliwe, unakuja umechelewa. Sasa mambo ya ajabu. Sasa Yesu angechelewa kukupandisha au hapo ulipo, ungejisikiaje? Maana amekualika kwenye huduma yake, umeenda umechelewa. Wakati yeye mwenyewe ulikuwa unamuomba, Bwana nibariki niinue haraka haraka, kuinua haraka haraka. Sasa kwenye kazi yako unaenda umechelewa. Mtu wa nidhamu tu kama vingine. Mbali na utumishi, maisha ya kawaida unafanya kitu gani kingine? Maana na kuona umebeba na laptop yako hapo, mambo yako safi kabisa. Yaani mimi hapa kwa kweli kwa maisha nayoishi sasa hivi ni mazuri sana. Yesu ni mwema. Hapa mpaka watu wananiuliza, "Wewe Masaubu ile?" Maana nakuwa na simu nyingi sana. Mimi si Masaubu. Mimi ni Magida. Sema tu majina yanafanana MM. Wewe huwezi kukaa na simu moja, unakaa na simu moja kama moyo wako. Lazima kwani mimi mtu akiniuliza, "Kwani unakaa na simu nyingi?" Namuuliza